roboti za AI, Megan akawa na wazo la kutengenezewa roboti ambalo litakuwa linafanania kabisa na binadamu ili aweze kumkabidhi mume wake John, na akamwambia afanye siri, maana hapo kiwandani huwa hawaruhusu kabisa hayo maroboti yatumike kwa ishu kama hizo, yaani kwenye masuala ya kuhudumia ndoa. Megan alirudi nyumbani na alimkuta John akiwa anapiga kazi pale kwenye bustani ya nyanya. Megan akasema, mume wangu, nimekuletea kitu roho inapenda, twende basi ukaone. Basi bwana, walifika ndani bwana. Kumbe sasa bidada leo ameleta ile pisi ya roboti ambayo itakuwa inamhudumia mume wake John. Yaani hili roboti bwana, John atakuwa anaruka nalo muda wowote, yaani mpaka ikatike. Na hili roboti bwana halijui kukataa wala halichoki kwenye ile michezo, na istoshe pia linafanya kazi zote za ndani. Yaani ukilimiliki ni swala la kulipa maelekezo tu. Ila sasa mwamba alimaindi sio poa, na alimfokea sana mke wake akisema kwamba, hivi uko tayari kabisa mimi ninyanduane na roboti sio? Sasa sikiza nikuambie, niko tayari nikae na upwiri wangu hata kama ni miaka 10, ila sio kulala na roboti. Kama ni hivyo, si bora ningekuwa najichua tu. Yaani hapa mwamba haamini kama mke wake angefanya kitu kama hiko, maana anampenda sana mke wake na amekuwa mwaminifu kwa muda mrefu sana kwa mke wake. Bidada akawa anasema amefanya huo uamuzi kwa huruma zake tu, maana kwa sasa yeye yupo busy sana na kazi, so huyo roboti anaweza akamtimizia John haja zake zote bila kuwa na ubinafsi wowote ule. Lakini kutokana na kwamba John alikuwa amemind, bidada aliweza kumuomba msamaha mume wake, na pia alikubaliana kwamba hilo roboti inabidi lirudishwe tu huko lilipotoka, maana mchizi hataki kuliona kabisa yani. Baada ya mazungumzo, Megan ikabidi asepe zake kazini. Sasa wakati mchizi akiwa amekaa zake kwenye piano, ghafla akataka kujua hilo roboti lina maajabu gani. Hapo ngoja nilisogelee. Ile kulishika tu, roboti silikaamka bwana, likasema, Johnny, mambo, nipo hapa kwa ajili yako. Mwamba akaona mbona limechangamka hivi. Ile analishika mkono roboti silikaanza kujibebisha bwana. Mwamba akaona mbona liko romantic hivi kuliko hata mke wangu aise. Sasa roboti lilimwambia John kwamba inabidi ashikane nalo mikono kwa muda kidogo ili aweze kujilinki naye vizuri. Hapa John akawa analiuliza, kwa hiyo wewe upo kwa ajili yangu au? Roboti likamjibu, ndio, na wala sitakuja kukuchiti. John akasema, hapana ise, inabidi urudi tu huko ulipotoka, maana mimi sikutaki. Roboti likataka lizungushwe kwenye hii nyumba kabla kurudishwa huko lilipotoka. Jamaa ikabidi alitembeze bwana, lakini kwenye kupiga nalo story, jamaa akashangaa sana kujua kwamba hili roboti kumbe linajua mziki sio poa, na kila kitu anachouliza kwa roboti basi linamjibu. Yaani in short hakuna kitu ambacho hajui huyo roboti. Jamaa akaanza kuliamini bwana. Yaani ni kama wewe vile unavyoiamini ChatGPT. Jamaa akawa ananiuliza, kama unajua kila kitu hebu niambie hapa tupo wapi? Roboti likajibu, tupo kwenye bustani ya nyanya. John akasema, haya nyanya zina kazi gani? Likajibu, nyanya inaweza kukatwa ikatengeneza kachumbali. Hata mimi napenda kachumbali na mihogo. Aise, John alichoka sana. Basi bwana, roboti likamwambia John kwamba anataka apewe jina kabla hajarudishwa kiwandani. Kwa kuwa John ndo mara yake ya kwanza